ikifika kabla ya mechi itaniambia leo ni siku 2 kabla ya mechi. Naweza nikasema kitu ambacho baada ya katikati kukatokea vitu vingi. Ni rahisi kidogo kuzungumza ikiwa bado masaa 24 kucheza. Itakuwa rahisi. Lakini sasa hivi nitawaambia nini? Bado masaa 72. Sidhani kama itakuwa rahisi kuzungumza kitu cha mchezo wala nini. Sasa hivi tunaendelea na maandalizi ya mchezo wote basi. Okay, kwamba kwa sasa kinachoendelea ni maandalizi ya mchezo. Basi. Na vipi hali ya kikosi, wachezaji wana morali kiasi gani? Unasema? Morali ya wachezaji ipoje kiujumla? Kuhusu nini? Kuhusu mchezo huo ambao unafuata. Wao kama wachezaji, mwalimu unapowapa mbinu, wao wanazipokeaje? Tumeona tupo mpaka leo tunacheza. Ni kweli mpo mnacheza na ni kweli mpo mwalimu mnacheza, lakini tunajua mna mchezo ambao mnapaswa kupata alama 3 mwalimu. Kwani kuna mchezo ambao unapaswa kupata alama 3? Kuna mingine huwa mnapoteza. Kwani kuna mingine ambayo imeshinda? Kwani mchezo wote na alama zinafanana au zingine zinakuwa ni pungufu zingine zaidi? Wote mnakuwa mpo sawa, lakini mnazidiana mbinu uwanjani. Nasema kuna mchezo ambao unakuwa una alama zaidi ya 3. Wote mnatafuta alama 3, lakini kuna wakati mnapoteza, kuna wakati kwa maana mnafungwa, wakati mnatoa sare, wakati mnashinda. Ndio sema mpira. Kwa hiyo kuna mpira ambao umefika moja kwa moja hivi kama rula ya upindi kwamba imetokea. Hakuna matokeo kama hivyo. Au vinginevyo kwenye mpira mtu atakuwa kuja na mbio za mwenge. Kwa hiyo lakini ambaye yuko kwenye mpira hasa, hayo ndio nauliza mimi, ni vitu vya kawaida. Kushinda, kudraw, kushindwa ni sema mpira. Mnaenda kucheza na timu ambayo ina wachezaji wajanja sana, experience, lakini pia ni miongoni mwa timu ambazo zina mashabiki wengi. Mbali na mashabiki wengi, ni timu ambayo inatafuta ubingwa. Nafikiri ndio ubingwa mtetezi, hata mwenyewe unajua kiujumla kwamba wao pale juu wanachotafuta ni ubingwa. Ili tutaka kujua kwa upande wako namna ambavyo umejiandaa kupunguza kasi yao. Waulize wao wanaotaka ubingwa. Nyinyi mnatafuta nini? Na nyinyi mnatafuta ubingwa. Sasa ili mpate ubingwa sasa lazima mpunguze kasi yao. Sasa mbona uliposema mwanzo umemtaja yeye, mbona mimi jana nataka kupata ubingwa? Hao timu zenu kumpendwa, waulize timu zenu zilizopendwa, waulize wao. Aha. Wewe upo tayari kupunguza kasi yao lakini? Mimi niko tayari kushindana na Yanga. Au kupunguza kasi ni nyinyi wenyewe, naozungumza nyinyi wenyewe. Mimi sikuja kwenye mpira na mbio za mwenge. Nimekulia humu na naziwekea humu. Kwa hiyo watu wale kuja na mbio za mwenge kwenye mpira ndio watatusumbua. Maneno yao maswali ya ovyo ovyo. Nani amekuja kukimbiza mwenge huyo mwalimu? Aliyekuja na mbio za mwenge ukazima hapa akajua ende wapi. Ndio wako wengi kwenye mpira humu. Ambaye amekuwa na mpira humu, anajua mpira una nini, una matokeo gani na kitu chake. Kila kitu sawa. Kwa hiyo anakijua. Lakini wale ambao wanakuja na mbio za mwenge kwenye mwenge umezimwa, sasa hawajui pa kwenda, wanaona pa kuingia kwenye mpira. Wataweza maswali ambayo ya mguu wala kitu. Haya ni mashindano ya kugombea ubingwa wa nchi. Ndio. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa tayari kwa kushindana. Hata ukimwona mwingine yuko juu, mwingine anaja kubwa na nini, mimi sielewa. Kwa hiyo siku nyingine maswali kama haya, usiulize nani akakujibu swali, wewe ukaona huyu mzee sikizi vipi? No. Kwa sababu ni mambo ya mpira yanakwenda kabisa. Mtu anajua kabisa mpira una matokeo 3. Kuna kushinda, kuna kudraw, kuna kwenda sare. Lakini ukishaanza kuweka madaraja, huyu nani, waulize wale ambao mmeshika madaraja ya juu. Mimi siniulize. Wewe ndio unaenda kucheza na Yanga, ndio maana kwa nakuuliza kwa mwalimu huyu anayetafuta alama 3, wewe umejipanga kushika hivi. Unajua ninaenda kucheza na Yanga ni nani? Kuna wengine hawajui, ndio maana tunakuuliza mwalimu. Ndio hao walikuja na mbio za moja kwenye mpira. Hawajui hata mechi inachezwa lini na nani anacheza. Hao wamevamia kwenye fani ili nao waonekane wapo tu. Mtu wa mpira anajua kabisa. Sema mwingine anakuwa na fikra kabisa, anajua kabisa tarehe hii timu fulani wanacheza sehemu fulani, wanacheza huku. Na ukimuuliza kila kitu anajua. Lakini ndo anakuuliza hivi ajui. Sasa mimi ndio kazi ya kuelimisha watu. Kazi ya mwezi ataka mshahara hiyo. Bwana sawa mwalimu. Neno lako kwa mashabiki wa timu ya Namungo ni lipi sasa? Manake ninajua mwalimu wanakupenda sana. Licha ya kwamba umezungumza kwamba mambo yanaenda vizuri, lakini utakuwa na neno la faraja kwao. Wao wanajua Namungo, wanajua hata Namungo tunataka nini. Hii ni timu ya mpira na watu wa mpira watakuwa wanapenda timu yao ya mpira. Kwa hiyo wao wako tayari kusupport timu yao kwa sababu wanajua haya ni mashindano. Naona bwana, na timu yao inacheza nyumbani kwao, ni mechi ya kushindana, ni mechi ya kutafuta alama. Hilo ndio kubwa. Kwa hiyo wao wanajua kabisa kazi yao ni nini, kwa sababu wao ndio mchezaji wangu wa 12 na nafasi yao ni nini dhidi ya wenzao 11 ambao wako kwenye pitch. Mbwawa News, kwa habari zote za michezo, burudani, siasa, kijamii na uchumi. Usikose kufuatilia Mbwawa News.